Fire, 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 in the name of Jesus. Fire, in the name of Jesus Christ. Mwanangu, tunaenda kule kwa mchungaji, tumweleze ambayo yametukuta. Yule jini alionekana mlangoni, na huku nyumbani hatutarudi leo, itabidi tukae kwa mchungaji kwa maombi kwanza, tutarudi nyumbani. Wewe unaona vipi? Hivi mama? Mwanangu, yaani nimeona mpaka nimechoka, sijui tutafanyaje. Kuna tu kwa mchungaji atusaidie. Ni bora twende. Haya, twende mwanangu, nyumbani. Lakini tujikaze tu, tusikufe roho mwana. Sawa mama. Sawa. Tumechoka jamani, safari ndio hiyo. Karibuni sasa, karibuni nyumbani, karibuni. Asante. Habari ya nyinyi? Salama. Karibuni, hata niwaletee viti mkae kidogo. Tidur lagi ha. Kenapa tak tidur lagi ha? Mchungaji katika hiki kijiji yetu na leo anaenda kutembelea na washirika. Naenda kutembelea huyu mchungaji, jua anapanga nini. Mmesikia wenzangu? Tuondokeni sasa hivi. Mimi nawakaribisha, karibuni hapa nyumbani. Asante. Na mjisikie mko nyumbani. Asante mchungaji. Ila sisi tumekuja hapa mchungaji, tuna matatizo. Yes. Huko nyumbani kuna binti fulani alitokea mlangoni. Yes. Na huyu binti hatujui ana nia gani. Sisi kwa tumekuja maombi, mchungaji tusaidie. Karibuni hapo, mmefika kwa mchungaji. Na hata pia mimi pia au majini yamekuwa kinisumbua, lakini hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Tutaomba, tutakaa pamoja katika maombi na Mungu atatusaidia. Asante mchungaji. Bwana akaambia Musa ya kwamba msiogope, maana wana wa Misri ambao mnaona leo hamtaona kesho. Sio, tukiwa na imani hakuna jambo ambalo litashinda Mwenyezi Mungu. Mko tayari katika maombi? Kutoka 14:14 inasema ya kwamba msiogope wale maadui ambao wanawafuata leo,
maana kesho hamtawaona. Ndio natuambia kwamba hawa maadui ambao wametufuata leo hatutawaona tena. Hawa wachawi ambao wanatusumbua katika vijiji chetu hatutawaona tena. Mko tayari katika maombi? Tuko tayari. Sio, tunaweza simama kwa ajili ya maombi. Acha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu. Angalia kijiji chetu kimejaa na wachawi, lakini Mungu wewe ndio unatushindia, wewe ndio unatupigania kwa kila jambo. Tunakemeza bariki. Karibuni tena mara nyingine. Asante. Na wanakuja kupita hapa. Na leo ndio leo. Ndio. Leo hakuna kuacha. Na lazima. Leo ndio leo. Amaje mkuu. Mkuu, una nini? Ile kazi ambayo ulitutuma. Naam. Kuna mchungaji ameingia kwa kijiji letu. Mchungaji wa mang'ombe au mchungaji wa watu? Anajiita mtumishi wa Mungu. Barabara kabisa, nimekupatia. Ndio. Nimekupatia sali moja. Ndio. Lakini hata hivyo umeshindwa na misheni. Hatujashindwa mkuu. Nataka mara moja sana. Tulikuwa tunamfuatilia kwa ukaribu sana. Nataka mara moja tena mnarudi. Ndio. Utakaporudi. Ndio mkuu. Lazima tuwamalize wote, lazima tuwashike wote na tuwamalize. Ndio. Hakuna mtu anashinda mganga kutoka ndani ya Pemba anasiyomjua. Haya sasa, ile nguvu ambayo nimewapatia haiwezi kufanya kazi bila kuongeza kitu. Kitu ni hiki, lazima tukule damu mbichi leo, tutoe watoto wa sita kafara. Ndio. Leo kuna watoto wa sita tunaenda kuwatoa kafara na tunaanza sasa hivi.
Gonga hiyo. Amepiga mchizi. Gonga hiyo. Please. Nimesikia. Sisi tunatoka katika kijiji cha pili ule mkoa wa Mzee Malimali. Kwa mtaa wetu wachawi wamekuwa wengi sana, na hao wachawi wamekuwa wanaangamiza watu. Wengine tumesoma wanachukua nyota zetu. Hao wachawi wametusumbua sana babu. Kwa hiyo tumekufuata hapa ili utushauri tufanye nini kuhusiana na hao wachawi. Kama nyinyi huko mshikane pamoja, msikubaliane. Mchawi hakuna uwezo mbele yako. Mungu ndio mwenyewe. Umesikia babu? Mimi wakati nilikuwa hapa, nilikuwa na nyumba yangu. Kuna mtu alikuja tu akafungua hiyo mlango, akachukua nguo yangu akaenda nayo. Alipokwenda na hiyo nguo, kisa ilikuweko na mvua imenyesha. Mahali alikanyaga na miguu ya tairi. Alikuwa amefaa. Tukakuja tukakaa. Baada ya siku 3 ni maajabu. Nikamuona iko mahali fulani, na mimi nikaona vitu vyangu iko kwake. Bibi alitoka mbio. Alipofika hapo akaona mimi, akarudi nyuma. Mimi naye nikasema siwezi kuogopa. Aliingiza hiyo vitu kwa nyumba, na mimi nilienda kapita kwa dirisha, nikatoa kaleke nyumbani. Haya, kufuatana hapo, yeye mume yake akakuja atasema, bwana, mimi saumia, ona kidonda kwa mguu. Kumbe mtu ile aliiba vitu yako, alikuja kaniiba tena. Mimi nikamjua ni yeye. Katika area yenu hakuna wazee? Maana tuliambiwa na wazee wenye wako kwa mtaa wetu ndio ya kwamba huo na kijana mwenye nguvu sana anaweza kutusaidia kukabiliana na wachawi wanaotusumbua katika kijiji chetu. Sijui babu kama huyo kijana hapo. Kijana huko? Ndio babu, nipo. Ama uko umesikia ripoti ile kama ilikuja? Ndio babu. Na utaweza hiyo kazi? Ndio babu, nitaiweza. Fanya hiyo kazi na bidii. Usiregeze mkono, mfukuze ile watu wabaya hawa. Ndio babu. Wasifuate hawa, hata wachawi watakuja patikana miaka yawe. Tutarudi tena wakati mwingine. Haya. Tutakueleza vile mambo inaenda. Asante. Tumeshukuru sana babu. Bye.
Oh, kumbe mlienda kutafuta usaidizi. Na wahakikishia kuwa hamtaniweza. Lazima nikamilishe nilichoanzisha. Najua mnakuja kupita hapa. Vevo. Ina maana wale majini wamemchukua Vevo. Na kwa raundi hii mimi ni ule baba yao, nimekonga. Hawa majini wote nimewaua. Na hata huyu nitamuua. Tayari nishamaliza mmoja wao. Nataka mpenzi wangu anijue leo mimi ni nani. Hey, Usiniogope. Ulikuwa unataka kujua mimi ndo nani? Mimi ndio huyu sasa. Ulitaka kujua mimi ni nani? Na hapa nimekuja kuambia ukweli. Mimi ni nani? Unanisikia? Naenda kukuambia siri na ibaki kuwa siri kati yangu mimi na wewe. Nisisikie kwa mtu mwingine. Mimi nimezaliwa katika familia ya majini. Na nilitokea kukupenda. Wache iwe siri. Unanielewa? Na nakuomba usitoboi siri, utahatarisha maisha yako. Sitaki kupoteza. Natumai tumeelewana. Mpenzi wangu, acha mimi niondoke. Kumbe mwanamke ni mpumbavu namna hii. Ai, wewe mwanamke kwa anataka kuniua mimi. Wewe mwanamke kumbe mpumbavu. Ai, moyo wangu we. Unaishi na mtu kumbe ni hatari sana. Ayayayayaya. Mwanamke kweli. Yaani wewe mwanamke. Ayayayaya. We. Kenapa tak tidur lagi? Ha?